Asante sana. Namshukuru Mungu ametupa neema tena siku ya leo. Kwa majina ninaitwa mtumishi Glory Mnene. Nimeokoka, nampenda Yesu. Ninatoka katika kanisa la Nyumba ya Utukufu wa Mwisho Shamsi Arusha, chini ya mchungaji Goodluck Sandi. Nikukaribishe msikilizaji tuweze kushirikiana maneno ya Mungu, lakini pia kwa maombi zaidi. Amina. Basi twende tukamshukuru Mungu ili tuweze kuendelea. Baba yetu Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu ketie juu mbinguni, na umesema duniani ni mahali pa miguu yako. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, tunakushukuru kwa ajili ya majira haya. Asante kwa kutupa neema ya kukutana tena Bwana na watoto wako wanapotusikiliza. Ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye Mungu wa mbingu na nchi umempa nafasi ya kukaa na kusikiliza ujumbe wa leo na kuweza kufanya maombi pamoja. Roho Mtakatifu, ninakualika tena mchana wa leo, karibu tuanze pamoja, umalize pamoja nasi kwa utukufu wako. Na kila mmoja ambaye Bwana umempa neema ya kushirikisha hitaji lake, ninaomba Roho Mtakatifu kamhudumie kama ulivyokusudia wewe. Na yule ambaye Bwana anatamani kushirikisha mahitaji yake lakini atakuwa hana namna ya kufikisha ujumbe wake, lakini naamini ya kwamba wewe ni Mungu mwaminifu, utakwenda kumsaidia na kumfungua katika kifungo chochote alichofungwa. Ni katika jina safi la Yesu Kristo, anza nasi, maliza nasi kwa utukufu wako. Amen. Amen. Basi moja kwa moja tuende tukaangalie ujumbe wa siku ya leo tulionao, nijifunze kumtegemea Mungu katika maisha yako. Ujumbe tulionao, jifunze kumtegemea Mungu katika maisha yako. Na somo ambalo tutasimama nalo siku ya leo ni kitabu kile cha Zaburi ya 146 mstari wa kwanza hadi wa 10. Jifunze kumtegemea Mungu katika maisha yako. Na kitabu tutakachosimama nacho ni Zaburi ya 146 mstari wa kwanza hadi wa 10. Moja kwa moja tuende tukasome. Neno la Mungu linasema, haleluya, nafsi yangu msifu Bwana. Nitamsifu Bwana muda ninaoishi, nitamwimbia Mungu wangu ningali ni hai. Msiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Pumzi yake hutoka, hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea. Heri ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake, na tumaini lake ni kwa Bwana Mungu wake, aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na vitu vyote vilivyomo. Huishika kweli milele, huwafanyia hukumu walioonewa, huwapa wenye njaa chakula. Bwana hufungua waliofungwa, Bwana huwafumbua macho waliopofuka. Bwana huwainua walioinama, Bwana huwapenda wenye haki. Bwana huwafadhili wageni, huwategemeza yatima na mjane, bali njia ya wasio haki huipotosha. Bwana atamiliki milele, Mungu wako yeye Sayuni, kizazi hata kizazi. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mchana wa leo tunapoenda kutafakari namna ya kumtegemea Mungu katika maisha yetu, tunamuona mtumishi wa Mungu Daudi anaendelea kutuambia kwamba nafsi yangu msifu Bwana. Alikuwa akisemesha nafsi yake, alikuwa akiambia nafsi yake. Cha kwanza kabisa katika maisha tulionayo wanadamu, tunapaswa kujua kwamba nafsi inatakiwa kuwa na uhai, nafsi inatakiwa kusikia, nafsi inatakiwa kusema, nafsi inatakiwa kuimba, nafsi inatakiwa kumtukuza Bwana kama jinsi ambavyo ulimwengu wa mwili tunamsifu Mungu na kumtukuza. Kwa hiyo Daudi alimwambia Mungu, haleluya, nafsi yangu mhimidi Bwana, msifu Bwana. Katika kumsifu Bwana katika nafsi, hata katika mwili tunaweza kumsifu Bwana, hata katika mwili tunaweza kumtukuza Bwana. Ikiwa nafsi ya mtu ina uhai, yule mtu wa ndani ana nguvu, ana uhai, ana uzima, akimsifu Bwana, basi na mtu wa nje anaweza kumsifu Bwana. Tuangalie mstari wa pili, anasema, nitamsifu Bwana muda ninaoishi, nitamwimbia Mungu wangu ningali hai. Bado nafsi ya Daudi ilikuwa ikiendelea kumtegemea Mungu na kuisemesha nafsi yake akisema, nitamsifu Bwana muda ninaoishi. Muda tunaoishi tujifunze kumsifu Bwana, tujifunze kumtegemea Mungu. Anasema, nitamwimbia Mungu wangu ningali hai. Kumbe tukiwa na uhai, basi tunapaswa kumwimbia Mungu, tunapaswa kumsifu Mungu. Mstari wa 3 akasema, msiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Tunaona mtumishi wa Mungu Daudi aliendelea kumwambia kusema, baada ya kuisemesha nafsi yake
Msifu Bwana. Akaendelea kusema tusiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Tunajifunza nini mchana wa leo katika kumtegemea na kumtumainia Mungu katika maisha yetu? Alichokisema Daudi ya kwamba tusiwatumainie wakuu. Wako watu wanaotumainia waganga, wako watu wanaotumainia uchawi, wako watu wanaotumainia vitu walivyo navyo, lakini leo Daudi anasema tusiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Maana unapoweka tumaini kwa mganga, unapoweka tumaini kwa mtu kupitia kile alichonacho, ni dhahiri ya kwamba tumaini lako haliko kwa Mungu, tumaini langu haliko kwa Mungu. Na tunapotumainia wanadamu, tunapotumainia wakuu, ina maana kwamba hatuna wokovu. Na ndio maana Daudi akasema tusiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Kwa binadamu hakuna wokovu, kwa waganga hakuna wokovu, kwenye uchawi hakuna wokovu. Kwa hiyo tunapomtumainia Mungu, ni dhahiri ya kwamba tunaupata wokovu kwa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 4 akasema pumzi yake huondoka, hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea. Tukiwatumainia wanadamu, tukitumainia uchawi wa uganga, anasema ya kwamba pumzi ya huyo mwanadamu itaondoka, na itakapoondoka inarudia udongo wake, na inaporudia udongo wake ina maana ya kwamba anapotea kabisa. Na katika tumaini ambalo tumeliweka kwa wanadamu, tunajikuta kwamba tunakwama, tunaishia njiani, maisha yetu yanakuwa magumu, maisha yetu yanakuwa ni ya kuhangaika na kuteseka, kwa sababu tuliweka tumaini kwa wanadamu, hatukuweka tumaini kwa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 5 anaendelea kusema heri ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake na tumaini lake ni kwa Bwana Mungu wake. Heri, anasema heri ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake. Sasa tunapoweka tumaini letu kwa Mungu, tunapomtegemea Mungu, tunapomtumainia Mungu, Biblia inasema kwamba heri ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake na tumaini lake ni kwa Bwana Mungu wake. Kwa hiyo heri inakuwa kwetu pale tunapomtegemea Mungu, pale tunapomtumainia Mungu na kuamini ya kwamba hata katika changamoto tunazokutana nazo, vita tunavyokutana navyo, magonjwa magumu ambayo yanapita kwenye maisha yetu, tunapomfanya Mungu kuwa tumaini letu, anasema heri, kwa sababu msaada unatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na vitu vyote vilivyomo, hushika kweli milele. Kwa hiyo heri inakuwa juu ya mtu pale anapomtegemea Mungu, Mungu ambaye amezifanya mbingu na nchi, Mungu ambaye ametufinyanga kwa sura na mfano wake, ametuumba akatuweka duniani. Kwa hiyo tunapokuwa tunamtegemea yeye, anasema msaada wetu unatoka kwake, lakini pia tunakuwa heri kwa sababu yeye ndiye aliyeziumba mbingu na nchi, yeye ndiye aliyeumba bahari na vyote vilivyomo duniani, yeye amevifanya. Na ikiwa Mungu amefanya vyote kwa mfano wake na kwa uwezo wake, tunapomtegemea basi anasema ya kwamba msaada wetu unatoka kwake, na kila kitu ambacho tunakutana nacho kilicho kigumu, yeye atafanya. Yeye atatutoa katika maangamizo, yeye atatutoa katika magonjwa, yeye atatutoa katika vita na dhiki ambazo tunakutana nazo ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 7 anasema huwafanyia hukumu walioonewa, huwapa wenye njaa chakula. Bwana hufungua waliofungwa. Tumeona faida ya kumtegemea Mungu na kumtumaini. Anasema huwafanyia hukumu walioonewa. Kwa hiyo yeyote ambaye leo anaonewa, yamkini anaonewa na magonjwa, yamkini anaonewa na madeni, yamkini anaonewa na vita mbalimbali kwenye mazingira aliyopo, kwenye familia, Bwana atakuwa ni yeye mwenye kutoa hukumu. Yeye atakuwa msaada wako, yeye atakuwa nguvu kwako, yeye atakuwa tegemeo kwako. Lakini akasema yeye anawapa wenye njaa chakula. Kwa hiyo pale unakopitia palipo pagumu, unapomtumainia Mungu, anasema ya kwamba atakupa chakula, atakupa chakula. Lakini Bwana hufungua waliofungwa. Umefungwa na kitu gani? Umefungwa na roho ya namna gani? Ni roho za kifamilia, ni roho za magonjwa, mateso, unapita mahali pagumu, anasema atakufungua. Kwa hiyo tunapomtegemea Mungu na kumtumainia Mungu, anasema atatufungua na atatupa haki. Huwapenda wenye haki, lakini anasema huwainua walioinama. Lakini akasema Bwana huwafumbua macho walipofunguka, pale palipofungwa, pofuka macho ya ndani, umekata tamaa, umechoka, macho yako ya ndani yamepofuka. Bwana anasema atakufungua, atayafungua macho yako, atakupa kuona tena, atakupa kufika tena mahali ulipokusudiwa, kwa sababu umemtegemea. Basi mchana wa leo mimi na wewe tukamtegemee Mungu, tukamwite Mungu,
Mtumainie yeye kwa sababu atatutoa katika mateso na katika dhiki. Lakini mstari wa 9 akasema, Bwana huwahifadhi wageni, Bwana huwahifadhi wageni, huwategemeza yatima na wajane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu, lakini ni Mungu mwenye uwezo, lakini ni Mungu anayetupenda katika tabu, katika shida, katika dhiki. Tunapomtegemea yeye anatuinua, yeye anatupenda, yeye anatupigania, anatutegemeza, anawategemeza yatima na wajane. Haijalishi ya kwamba mjane umepita mahali pagumu, yatima umekata tamaa, hakuna msaada wowote. Mungu ndiye baba yako, Mungu ndiye msaada wako, Mungu ndiye tumaini lako, Mungu ndiye kila kitu kwenye maisha yako. Na ndio maana akasema huwategemeza yatima na mjane, lakini bali njia ya wasio haki huipotosha. Basi wale ambao wanapita katika njia isiyo ya haki, Bwana amesema anaipotosha, lakini njia ya mwenye haki Mungu anainua, lakini Mungu anatutegemeza na kutupandisha mahali pa juu. Mungu wa mbinguni akubariki mchana wa leo tunapoenda kushirikisha mahitaji yetu. Mungu akusaidia kuwezeshe tuweze kumtegemea yeye katika kila jambo. Amen. Baba mtakatifu, Mungu wetu uketie mahali pa juu, ninakushukuru tena Bwana. Nina kila sababu ya kusema wewe ni Mungu mkuu na hakuna Mungu mwingine zaidi yako, unayempenda Happy, uliyemuumba na kumweka duniani kwa sura na mfano wako. Ninakushukuru kwa sababu amekuja mbele zako, anahitaji, ana haja na wewe Bwana katika ndoa yake. Lakini Bwana, ninanyenyekea chini ya mkono wako nikiendelea kuomba toba na rehema kwa ajili ya Happy na kwa ajili ya ndoa yake Bwana. Nikisi neema yako ikapite tena majira haya kwa ajili ya kumsaidia, maana amekutegemea wewe Mungu wa mbingu na nchi, kama jinsi ambavyo Daudi alikutegemea nawe ukamuokoa ukamtoa katika maangamizo na mateso. Na mtumishi wako Happy anakutegemea wewe, na ndio maana Bwana ameshirikisha hitaji lake. Naomba kutana naye kwenye ndoa yake Mungu wangu na baba yangu. Najua ya kwamba katika ndoa kuna changamoto mbalimbali, lakini umesema ya kwamba wote kwenda kuwainua walionewa, na kuomba Bwana ukapate kumsaidia Happy pale ambapo ameonewa kwenye ndoa yake. Ni kweli kabisa vita ni kubwa, ni kweli kabisa anapita kwenye mateso, lakini najua ya kwamba amekutegemea wewe, utamwacha, utampungukia Bwana. Nyosha mkono wako juu ya Happy, nyosha mkono wako juu ya ndoa yake, nyosha mkono wako Bwana, ukailete amani kwenye ndoa, ukaondoe roho ya mafarakano, ukaondoe roho ya mateso, ukaondoe roho ya kuonewa, ukaondoe roho ya kukandamizwa katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu li hai, uchungu ulioko ndani yake na kusi Bwana ukaondoe kila namna ya uchungu, kila namna ya huzuni ambayo unatokana na vita kwenye ndoa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu li hai, kwa kuwa amekutumainia wewe Mungu, naomba mkono wako usimpungukie, ukamuokoe na ukamtegemeze na ukamweke mahali pa juu sana Bwana, na ndoa yake kawe na amani, furaha kaonekane kwenye nyumba yake katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wetu nimeomba nikishukuru na kuamini. Amen. Mungu mwenye enzi, Baba wa milele, umeinuliwa juu ya miungu yote na juu ya falme zote. Ninakushukuru kwa ajili ya Matayo mtoto wako Bwana. Kwa mnyenyekevu kabisa ameshirikisha hitaji lake, anakuomba Bwana ukamuonekanie katika masomo yake. Ni kweli ni kijana ambaye Mungu wa mbingu na nchi anautafuta uso wako, na ndio maana Bwana mchana wa leo ameshirikisha hitaji lake kwa habari ya maisha yake na kwa habari ya masomo yake. Mungu wangu na baba yangu, wewe ni mwingi wa huruma na rehema, wewe ni Mungu unayesamehe dhambi kwa ajili yako mwenyewe, na umesema utakumbuka tena. Ikiwa Bwana mahali Matayo anapita ni mahali ambapo kuna uovu, kuna dhambi, kuna makosa, na ndio maana yamelazimika kupita katika mazingira hayo magumu, basi Mungu naomba damu yako ikapate kupita na kumponya na kumtoa katika hayo maangamizo. Zaidi ya yote Bwana, naomba ukafanye njia pasipo na njia, kwa maana njia za kumtoa mahali alipo zina wewe Bwana. Mtoe katika mazingira magumu, fanya wepesi Bwana, muinulie watu kwa ajili ya kazi yako Bwana wa majeshi. Mungu wa mbingu na nchi, masomo yake ni magumu, lakini pia njia ya kufanikiwa kwenye masomo yake bado ni ngumu, lakini najua kwamba wewe una uwezo, wewe una njia, wewe una msaada. Amekutegemea wewe kama Daudi alivyokutumainia, kama Daudi alivyokutegemea. Naomba ukamuonekanie, naomba ukamvushe Bwana, mvushe mtumishi wako Mathayo, mvushe Bwana, mtoe katika vita. Inawezekana ni kijana, lakini moyoni mwake anaumia, moyoni mwake analia, nafsi yake haina amani, mtu wa ndani amechoka, mtu wa ndani ameugua. Mchana wa leo nyosha mkono wako, inua tena viwango vya imani yake, inua tena msaada kutoka kwa patakatifu pako kwa ajili ya kumsaidia Mathayo, kwa ajili ya kumfungulia njia mtumishi wako Mathayo, katika jina
la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho zote zinazoleta vizuizi na upinzani kwenye masomo yake, kwa damu ya Yesu ninakataa, kwa damu ya Yesu ninapinga, kwa damu ya Yesu ninaondoa. Roho zote za kifamilia, vita ya kila namna ya kielimu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mathayo, Mungu akakukumbuke, akakuinue mahali ulipo, akakuinulie watu, akuinulie msaada kwenye masomo yako. Giza likaondoke kwako, mateso yakaondoke kwako, vita ya kila namna iondoke kwako, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana neno la Mungu linasema, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, nao hawatatikisika wakaa milele. Basi Bwana akakuinue, Bwana akakutegemeze, akaachilie msaada kutoka patakatifu pake, kwa kuwa umemtegemea yeye na kumtumainia yeye siku zote za maisha yako. Ni katika damu ya Yesu Kristo Mungu wetu nimeomba na kuamini, amen. Mungu, wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna jambo usiloliweza Bwana. Hakuna jambo ambalo Mungu wa mbingu na nchi tumekuomba ukanyamaza. Umekuwa ukitujibu katika maombi mengi, umekuwa ukijibu mahitaji ya watoto wako. Ninakushukuru kwa ajili ya Irene. Nitazama ni binti ambaye ndani ya moyo wake anaugua kwa sababu ya mazingira yaliyoko kwa baba. Nami Mungu wa mbingu na nchi namleta Irene, nikiomba rehema kwa ajili yake na nikiomba toba kwa ajili ya baba yake James. Nikisi neema yako ikapite mchana wa leo kwa ajili ya kumsaidia na kumfungua baba yake, Bwana, pale alipofungwa. Ni kweli kabisa nafsi yake imefungwa na vifungo vya ulevi, nafsi yake imewezwa Bwana mahali pasiri pa adui. Nami Mungu wa mbingu na nchi naituma damu yako ya thamani ikapite kwenye maeneo yote ambapo nafsi ya James imefungwa, mahali alipokamatwa Bwana, mahali alipozuiliwa. Ni kweli kabisa Mungu wa mbingu na nchi hawezi kufanya ikiwa nafsi yake imefungwa na nafsi yake imeonekana katika mazingira ya kufa. Ninaomba toba na rehema kwa ajili ya hiyo nafsi. Naomba toba na rehema kwa ajili ya ule mlango ambao ulipatikana nafsi ya James kufungwa. Najua kabisa kwamba mtumishi wa Mungu Irene anasikia kuugua ndani yake kwa ajili ya baba yake. Baba, mkono wako hujawahi kushindwa, mkono wako hujawahi kushindwa kuokoa. Pita ukamuokoe James sasa, ukamtoe katika maangamizo, ukamtoe katika vita na dhiki na tabu. Nafsi yake ikawekwe huru tena mahali ambapo Bwana ilikamatwa kwenye ulevi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo mwenye nguvu. Amini ya kwamba Bwana James anakwenda kufunguliwa sasa. Mateso yanakwenda kumwachilia. Roho ya ulevi ambayo imeifunga nafsi yake, roho ya ulevi ambayo imeambatanishwa na maisha yake, na maisha yake yamekwama, hana namna anavyoweza kutoka kwa sababu ya kifungo cha ulevi. Bwana, umesema unawainua wale walioonewa. James ameonewa, nafsi yake iko kifungoni, nafsi yake ipo gizani. Naomba Bwana ukamtoe sasa, giza likaondoke kwake, mateso yakaondoke kwake, roho ya ulevi kaondoke kwake, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya mwana kondoo. Achilia furaha kwenye familia, maana binti huyu anaonekana kwenye familia yao hakuna amani kwa sababu ya kifungo kilichopo kwa baba yake. Neema yako ikapite sasa, kifungo kikamwachilie, mateso yakamwachie, magonjwa yakamwachie, na ile hali ya ulevi ikaondoke kwake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, asante baba yangu wa mbinguni, maana kuanzia sasa James atakwenda kufunguliwa ufahamu wake na fikra zake, nafsi yake ikawekwe huru, akapate kujua kwamba wewe ni msaada kwake, wewe ni tegemeo kwake. Kila kitu ambacho Mungu wa mbingu na nchi ameona kimekwama kwake, akakurudie wewe, akakugeukie wewe, maana wewe ni kila kitu kwenye maisha yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ile familia ya James ikapate kupata uponyaji kupitia Irene, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wangu nimeomba nikishukuru na kuamini. Haleluya. Wewe ni Mungu, mfalme wa wafalme, Bwana mwenye nguvu. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Majina yote mazuri ni ya kwako. Heshima, adhama, utukufu na mamlaka ni ya kwako. Ninasogea tena mbele zako kwa ajili ya mtumishi wako Jeni. Amekushukuru kwa matendo makubwa uliyotenda kwake. Nasema asante pia kwa sababu ulionekana kwenye maisha yake pale ambapo alikuwa anatembea na uvuli wa mauti, ukamfungua, ukamtoa Bwana. Na sasa Bwana amekuja tena mbele zako Mungu kwa ajili ya mtoto wake anaitwa Emmanuel. Baba yangu na Mungu wangu, unaujua moyo wa mwanamke pale ambapo Bwana mwanae anaguswa. Ni zaidi ya uchungu ambao Mungu wa mbingu na nchi aliupata wakati wa kujifungua. Baba, mikononi mwako ninamleta Emmanuel. Wewe ni Mungu unayejua mahali alipo. Wewe ni Mungu unayejua maisha yake. Wewe ni Mungu unayejua kuingia na kutoka kwake. Mchana wa leo ninamleta jinsi alivyo. Roho Mtakatifu, wewe ni mwalimu.
binadamu. Roho Mtakatifu wewe ni msaada, Roho Mtakatifu wewe ni kiongozi, Roho Mtakatifu wewe ni kila kitu kwenye maisha yetu. Ninaomba mfuatilie Emmanuel mahali aliko. Ninaomba Bwana ile neema yako ya kumfungua kwenye vifungo, ya kumtoa kwenye magonjwa na mateso ikapite sasa, kumtoa Emmanuel. Haijalishi ya kwamba aliingia kwenye hicho kifungo kwa kujua au kwa kutokujua. Ninachojua kwamba mkono wako sio mfupi hata ukashindwa kumuokoa. Naomba ukamuokoe Emmanuel sasa. Yule mlango ambao ulipatikana Emmanuel kutupwa mbali na kwenda kukamatwa na mitego ya madui, najua ya kwamba unakwenda kuonekana tena. Kupitia damu ya Yesu ninafunga huo mlango. Kupitia damu ya Yesu ninafunga huo mlango. Haijalishi ni uchawi, ni uganga, ni namna yoyote ya ushirikina ulifanyika, hata nafsi ya Emmanuel ikafungwa. Ninaituma damu ya Yesu na Roho Mtakatifu akamfungue sasa, ufahamu wake, fikra zake zikafunguliwe, akatolewe kwenye roho ya ulevi, akatolewe kwenye mateso, akatolewe kwenye hicho kifungo, kwa sababu umesema wewe ni baba wote wanaoonewa. Na kuomba Bwana ukamtoe Emmanuel. Inawezekana kwenye kifungo hicho amewekwa kwa kuonewa. Ninaomba damu ya Yesu ikapite na malaika wa Bwana wakafungua hivyo vifungo, wakatoa hizo nira anazotembea nazo, vifungo na mizigo aliyobebeshwa kwenye shingo yake, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kila aina ya upofu kwenye macho, Bwana macho yake yakafunguliwe, aweze kuona, aweze kutoka hapa. Hata kama kuna roho za mizimu, hata kama kuna roho za kifamilia, ninatuma damu ya Yesu Kristo ikalipe deni analodaiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wa mbingu na nchi, naomba damu ya Yesu ipite kwenye ardhi ya Mto wa Mbo, kwenye anga la Mto wa Mbo. Ninajua kuna uharibifu. Malaika wa Bwana waende wakamng'oe hapo. Malaika wa Bwana waende wakamtenge na hicho kifungo na hiyo roho iliyomkamata, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya mwana kondoo. Emmanuel ukarejeshwe sasa. Emmanuel ukarejee sasa mahali pa furaha yako, mahali pa amani yako, mahali pa uponyaji wako, mahali pa utulivu wako. Kuanzia leo ninakomesha kiu ya ulevi, nakomesha kiu ya pombe kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutenga na kila aina ya makahaba kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Makahaba wote ninawapiga upofu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Emmanuel akafunguliwe, akarejeshwe katika amani na katika utulivu, kama kijana mzuri ambaye Mungu alimwandaa kwa ajili ya utukufu wake, katika damu ya Yesu Kristo. Mungu, nimeomba haya nikiamini na kushukuru. Amen. Mungu wetu mtakatifu, unaishi milele. Wewe unachunguza moyo wa mwanadamu na kujua. Unayejua maisha ya watoto wako na watumishi wako ambao Mungu wameshirikisha mahitaji yao kwa njia ya message, na kuamini ya kwamba Mungu unajua moyo wa kila mmoja. Ninaomba rehema, ninaomba msamaha kwa ajili ya kila mmoja ambaye Mungu wa mbingu na nchi ameshirikisha hitaji lake. Naamini ya kwamba ule uwezo wa Roho Mtakatifu na damu ya Yesu unapita tena kwa ajili ya kumfungua kila mmoja. Wengine Bwana wamekuomba kwa ajili ya maisha yao, wengine wamekuomba kwa ajili ya watoto wao, wengine wamekuita kwa ajili ya kazi zao na biashara zao, wengine Mungu wamekuomba kwa ajili ya afya zao, wengine Bwana wamekuomba kwa ajili ya mazingira mbalimbali. Wewe ni Mungu unayejua, wewe ni Mungu unayejua na kuona moyo wa kila mmoja. Naomba mchana wa leo ingilia kati, ukamsaidia kila mmoja Bwana, katika vita anayopitia, katika mateso anayopitia, katika maangamizo anayopitia. Mkono wako usimpite hata mmoja, mkono wako usimwache hata mmoja. Uweza na nguvu zako Yesu zikapite juu ya kila mmoja, ukamtetee kila mmoja Bwana, maangamizo anayopitia sasa. Najua ya kwamba Mungu hautamwacha. Roho Mtakatifu pita juu ya kila mmoja, ukawe faraja kwao, hata walio wagonjwa wako kitandani, ukawe uponyaji kwao, kwa sababu wewe ni Mungu wa wote, kwa sababu wewe ni Mungu wa uweza, kwa sababu wewe ni Mungu unayefungua, kwa sababu wewe ni msaada wa kila mmoja. Nenda ukaonekane mchana wa leo, nenda ukawapigania mchana wa leo. Wako wa baba, wako wa mama, wako vijana wa kike na wa kiume, wako watoto Bwana wameshirikisha mahitaji yao. Onekana kwao, dhibitika kwao, onekana kwao, jifunue kwao, fungua njia kwao, ondoa mateso kwao, ondoa magonjwa kwao, ondoa misiba kwao, ondoa huzuni kwao, kwa sababu wewe ni kila kitu, kwa sababu wewe ni msaada. Kwa hivyo wamekutegemea wewe Mungu, hautampita hata mmoja, hautamwacha hata mmoja. Nguvu za giza hazitafanikiwa, nguvu za mateso hazitafanikiwa, mapepo na majini hayatafanikiwa kwao, kwa sababu wamekutegemea wewe, kwa sababu wamekutumainia wewe, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu li hai,
hai, mikononi mwako ninawaweka, mikononi mwako ninaomba msaada wako Yesu, ukawafiche katika uvuli wako, ukawaweka katika mbawa zako. Maadui wasiwaone, waliokuwa wamekusudia mabaya kwao wasiwaone wakipita kwenye hiyo aibu, kwa sababu unakwenda kukausha kila chemichemi ya mateso na kila chemichemi ya aibu. Mungu wa mbingu na nchi, naamini ya kwamba hakuna neno lolote ambalo Mungu wewe uliwahi kushindwa kufanya, na kusi basi ukafanye kwa utukufu wa jina lako. Heshima, adhama na uweza zina wewe Mungu wetu, tangu sasa na hata milele. Tumeomba na kuamini, amen.